Kwa sababu hutaki kufunga, hutaki hardship ya maombi, kuomba masaa mengi na kufunga na kujikomiti kuja kanisa. Ni muda ambao uko nao kwa sababu ungali na nguvu. Ni hardship na kupitia ndani, kwa sababu ukifika miaka 67 years nguvu zitapunguka. Au utakuwa mtu wako na 67 ama 70 years, hawezi kuwa na nguvu kama mtu wako na 34 ama 32. Mtu akiwa na nguvu kabisa anakuanga in 30s, 32 to 35, unakuwa na nguvu kabisa, nguvu nzuri. Mtu anaweza pigana, anaweza kainua hata speaker peke yake hii na karamisha hapa akapeleka kule. Lakini ukifika 70 years huwezi kubeba, utahitaji msaada wa kusaidia. Sasa ukitaka ufunguliwe haraka, anza na hardship ya life. Hardship ni nzuri. Funga, omba, jinyime chakula, maisha yako ya baraka yatasogelelea karibu na wewe. Sema amen. Sema amen. So God bless you, Mungu akubariki. Leo ni siku ya maombezi, na jambo lingine pia ningependa bado nasisitiza, kama unajua uko na mtoto, mfundishe adabu. Kama unajua uko na mtoto, mfundishe tabia, mwelekeze. Bado nitarudia topic ya asubuhi. Kama unajua uko na msichana, mfundishe. Mama ndiye anafundisha msichana, fundisha msichana wako. Fundisha kijana wako. Mzee, wazee wanafundisha vijana, si wa mama. Mwambie hii na hii hapana, hii ndio. Akae akichua. Sema amen. Maana siku moja baba alikuwa anakunywa pombe. So anakuja anambia kijana, nisikupate kwa pombe, nasikia? Kijana anasema ndio. Sasa kijana kama anafanya hivyo, siku moja baba akiwa baba alipoangalia pale, akaona mtoto wake hapo pale, na akamwita akamwambia, bwana kijana nini? Sema baba, si unakunywa pombe? Hii pombe nilianzia kwa nyumba, ulikuwa unaleta kwa nyumba na mimi nikawa pia nakunywanga kwa nyumba. So kutokana na nyumba nimekunywa na kunywa ile pombe unakujanga naye, huwa na kunywa ile umebakisha kila siku. So baba akasema, nimekukataza pombe, uache pombe. Akasema, sasa nitawachaje pombe kama wewe mwenyewe unakunywa? So lazima nikunywe pombe. So kijana na baba pale katika baa wakaanza kupiga. So kijana akapiga baba, sababu kijana miaka yake bado, lakini mzee miaka imeenda. Tofauti ndiyo tu, si ya kwamba ako na nguvu, ni ile tu umri, baada ako na umri mchanga. Kamchapa, wakaja wakabeba baba wakarudisha kwa nyumba. Mwishowe mama akauliza kijana, mbona unampiga babako? Na mbona unaenda kunywa na baba alikuwa? Akamwambia mama, baba si alikuwa analeta pombe hapo kutoka kitambo na mimi ndio nakunywanga hiyo pombe. Sasa yeye akitaka niache pombe, angekuwa anakuja na pombe. Tena angekuwa anakuja kama amelewa. Angekuwa anakuja akiwa mzazi. Shetani ashindi. Hiyo kitu kilifanya ule mzee kafika siku moja akamlaani
huyu kijana, kamwambia hata si wewe umeoa, basi hata wewe uzae watoto na wanywe pombe na wakupige. Na ikawa hivyo mpaka wa leo wanapigana. Ni generation curse. Sema mimi ninakataa. So fundisha mtoto wako asije akabeba ama akarithi tabia isiyokuwa ya kawaida. Mfundishe mtoto wako, fundisha yeye kabisa. Na kama wewe ni mzazi, kama wewe ni mtoto, tafadhali heshima